Na? Ndio, habari yako? Salama. Awamu Busha hapa, nipo Kasulu. Karibu. Mada yenu imenigusa mpaka nikaamua na mimi niwapigie ni kuchangia nani hoja. Karibu. Kiukweli hoja yenu ni nzuri. Kwanza kabisa mimi niwapongeze kwa sababu hapo mnaonyesha kabisa hicho ni chombo ambacho ni huru na mnaonyesha uhuru wa vyombo vya habari. Ni tofauti na vyombo vingine vya habari ambavyo habari kama hizo hawaziweki hadharani kwa sababu ya ule uhuru wa habari wanaoshindwa kujiamini. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, hichi kilichofanyika ni jambo zuri. Serikali tunaipongeza kwa kumwachia huru Askofu Gwajima, awe huru na aendeleze na shughuli zake kwa uhuru. Lakini kwa hiyo taarifa aliyoitoa yuko sahihi na ana haki ya kutoa taarifa juu ya ule uharibifu uliotokea kwenye kanisa lake. Na pale kwenye kanisa lake palizingirwa na maafisa wa jeshi la polisi kwa ajili ya ulinzi. Ndio. Umeelewa? Sasa leo hii kitu kinachoweza kutokea cha uharibifu, cha upotevu wa mali mle, sidhani kama kuna mtu yoyote ambaye anaweza akanyoshewa kidole tofauti na jeshi la polisi ambalo walizingira ile kanisa kwa ajili ya ulinzi. Kwa hiyo mimi naona kwanza huo ni wizi uliofanyika, kwa sababu hadi mtu anapofikia mpango na kuchukua vitu, huo ni wizi. Na kama ni wizi, lazima serikali itoe tamko juu ya hili. Kwa sababu askofu mwenyewe tayari taarifa ameitoa. Kwa hiyo jeshi la polisi waende kujiridhisha juu ya kile ambacho kinalalamikiwa na Gwajima kwenye kanisa lake lile. Jeshi la polisi ndilo ambalo linalalamikiwa, alafu tena jeshi la polisi unasema likachunguze. Unahisi watatoka na majibu gani? Kwa sababu mimi ninavyojua kanisa liko chini ya ulinzi wa jeshi la polisi. Na wakati wanakabiliana na kama jeshi la polisi lazima wakabiliane na mwenye kanisa. Umeona? Hata kama walikabiliana, kwa nini walikabiliana vitu ambavyo bado havijakamilika? Sababu kama jeshi la polisi lingekabidhi, lazima wangekabidhi na vitu vyote. Mwenye kanisa ajiridhishe kwamba mali zake zimekamilika. Kwa hiyo taarifa anayotoa Gwajima ana haki na lazima alipo hela yake hivyo vifaa vyake vilivyopotea, kwa sababu kanisa ni watu na kiongozi wa kanisa ni mtu, ndani kiongozi wa kanisa ni mtu. Kwa pale waishiko kutambua, serikali ishiko kutambua kwamba aliyekosa ni kanisa au ni kiongozi wa kanisa mpaka kwenda kufungia kanisa. Kwa pale maana yake ilitakiwa, maana yake serikali kama Tanzania, maana yake pale itakuwa kutambua kwamba aliyefanya mambo na kuchochea mambo kwenye namna hiyo maana yake ni kiongozi wa kanisa, sio kanisa. Kwa aliyepaswa kutafutwa ana kufungiwa, aliyetakiwa kuwajibishwa alikuwa ni kiongozi kama wa kanisa. Kanisa lenyewe lingebaki pale, watu wanaabudu wenyewe, wasingepatia kuona kitu cha kuwepo cha kusema kwamba kufungia kanisa kwamba watu wasiabudu Mungu, kwamba kutokana na mtu ambaye ni kiongozi wa kanisa mmoja ambaye amesababisha matatizo ya namna hiyo. Kwa maana hiyo sasa itakuwa maana yake kwa swala namna hiyo itakuwa kama kiongozi wa kanisa, maana yake pale ndio angewajibishwa, sio kwamba kanisa lingebaki kuwa huru pale. Ndio lingeendelea kufanya kazi tu ya Mungu kama kawaida mpaka saa hizi. Lakini kile kitendo cha kusema kwamba wafungie kanisa ambalo ni kanisa la Mungu, ambalo kanisa bado sio la mtu mmoja, kanisa ni watu, pale kuna makosa ambayo yalitendeka. Maana hapo kuna unyanyasaji, ndio maana mpaka saa hizi Watanzania wengi, mpaka saa hizi watu waliumia sana mpaka saa hizi ile kanisa kufungiwa kama kanisa la Mungu. Na wewe uliumia pia baada ya kanisa kufungiwa? Kama kawaida, kwa sababu ni kanisa la Mungu ambaye Mungu tunamtukuza aliyetuumba. Yaani maana yake waliofunga, na usije kuangalia waliofunga kanisa, Mungu ni sehemu ya kumtukuza Mungu ambaye Mungu ametuumba, na wao waliofunga wamewaumba wao wenyewe. Kwa walishindwa kuelewa kwamba ni nani ambaye, yani tukao angalia chanzo. Je, chanzo hicho ni nani aliyefanya hicho kitu? Ni kanisa au ni kiongozi wa kanisa? Tunaongea Mshindi Ruben Muzi, wengi wanazoea kuniita Mr. Moa, dalali maarufu mapikini kwa highway. Ndio, karibu sana kwa mchango wako kiongozi. Asante sana. Kwanza mimi nimpongeze sana Mheshimiwa Rais. Nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa hatua aliyochukua kupitia waziri mkuu wake, kwa sababu njia mojawapo ya kurejesha amani ambayo kwa macho ya watu wengi inaonekana ilikuwa imepotea, na ukizingatia hiyo ni taasisi kubwa ya kidini ambayo imekusanya watu mbalimbali. Ndio. Lakini pia kwa pongezi zangu nadhani ni kwamba
moja ya kulifungulia kanisa lile ni pamoja na ambatanisho ya kauli ya rais aliyosema kwamba na wale vijana ambao walikuwa wamehusika kwenye maandamano ya hapa na pale wa kufuata mkumbo waweze kuachiwa huru. Kama sijasahau waliokuwa wakizungumza alisema kwamba ndio kama rais alivyoelekeza wale vijana waachiwe huru, ndivyo alivyoelekeza na kanisa la Gwajima lifunguliwe na Gwajima asitafutwe. Kwa hiyo ukiangalia kauli hiyo ya mheshimiwa rais kupitia waziri mkuu inaonyesha wazi kwamba na wale waumini wa Gwajima au Gwajima pamoja na waumini wake ilikuwa ni moja ya sababu au ilikuwa ni moja ya watu ambao walikuwa wanachochea uvunjifu wa amani kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo tumpongeze mheshimiwa rais, na cha kushauri ni kwamba wale waumini wale viongozi wa ile dini pamoja na waumini wao wafanye vile serikali ilielekeza, wahubiri amani. Na kwa kauli hiyo kwamba wahubiri amani ni moja kwa moja, na ni wazi kwamba walikuwa baadhi ya mahubiri yao yalikuwa sio mahubiri ya kuleta amani ndani ya nchi yetu. Moja kati ya kauli maarufu ya Askofu Josephat Gwajima ilikuwa ni kupinga utekaji na uuaji na kupotezwa kwa watu. Je, hiyo ni moja kati ya kauli ya uchochezi? Hapana, sio moja ya kauli ambayo ilisababisha hiyo. Hiyo umesema ni moja kati ya. Lakini kabla ya kauli hiyo kulikuwa kuna viashiria mbalimbali ambavyo haujavisema hapo. Lakini hicho chozungumza kwa upande wake yeye kwamba kupinga utekaji na nini, inawezekana yeye kwa upande wake alikuwa anaona ni sahihi. Lakini mimi ninachoelewa ni kwamba na ninachoamini ni kwamba kama kuna swala lolote ambalo linaweza likatokea ndani ya nchi yetu ambayo sisi wananchi wakati mwingine tunaona si sawa, kuna watu sahihi na kuna vyombo sahihi vinavyopaswa kuzungumzia mambo kama hayo. Kwa hiyo inawezekana yeye kwa upande wake yeye aliona yuko sahihi na nini, lakini je, ilikuwa ni sahihi kusema kwenye vyombo vya habari juu ya habari zile? Ina maana yake ni kwamba yeye alichokisema kile cha mambo ya utekaji, maana yake serikali haijakiona kwa alichokitafsiri yeye. Na je, alikuwa sahihi? Na mambo haya kama nani? Ndio, habari yako? Salama. Awamu Busa hapa, nipo Kasulu. Karibu. Mada yenu imenigusa mpaka nikaamua na mimi niwapigie ni kuchangia nani hoja. Karibu. Kiukweli hoja yenu ni nzuri. Kwanza kabisa mimi niwapongeze kwa sababu hapo unaonyesha kabisa hicho ni chombo ambacho ni huru na unaonyesha uhuru wa vyombo vya habari. Ni tofauti na vyombo vingine vya habari ambavyo habari kama hizo hawaziweki hadharani kwa sababu ya ule uhuru wa habari wanaoshindwa kujiamini. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo hichi kilichofanyika ni jambo zuri. Serikali tunaipongeza kwa kumwachia huru Askofu Gwajima, awe huru na aendeleze na shughuli zake kwa uhuru. Lakini kwa hiyo taarifa aliyoitoa yuko sahihi na ana haki ya kutoa taarifa juu ya ule uharibifu uliotokea kwenye kanisa lake. Na pale kwenye kanisa lake palizingirwa na maafisa wa jeshi la polisi kwa ajili ya ulinzi. Ndio. Umeelewa? Sasa leo hii kitu kinachoweza kutokea cha uharibifu, cha upotevu wa mali mule, sidhani kama kuna mtu yoyote ambaye anaweza akanyooshewa kidole tofauti na jeshi la polisi ambalo walizingira ile kanisa kwa ajili ya ulinzi. Kwa hiyo mimi naona kwanza huo ni ulinzi uliofanyika, kwa sababu hadi mtu anapofikia mpango na kuchukua vitu, huo ni ulinzi. Na kama ni ulinzi, lazima serikali itoe tamko juu ya hili. Kwa sababu askofu mwenyewe tayari taarifa ameitoa. Kwa hiyo jeshi la polisi waende kujiridhisha juu ya kile ambacho kinalalamikiwa na Gwajima kwenye kanisa lake lile. Jeshi la polisi ndilo ambalo linalalamikiwa, alafu tena jeshi la polisi unasema likachunguze. Unahisi watatoka na majibu gani? Kwa sababu mimi ninavyojua kanisa liko chini ya ulinzi wa jeshi la polisi. Na wakati wanakabiliana na kama jeshi la polisi lazima wakabiliane na mwenye kanisa. Umeona? Sasa kama walikabiliana, kwa nini walikabiliana vitu ambavyo bado havijakamilika? Sababu kama jeshi la polisi lingekabidhi, lazima wangekabidhi na vitu vyote. Mwenye kanisa ajiridhishe kwamba mali zake zimekamilika. Kwa hiyo
hiyo taarifa anayotoa Gwajima ana haki na lazima alipo hela yake hivyo vifaa vyake vilivyopotea